Ladies and gentlemen, welcome to Brother Rogers YouTube channel. If you're watching this channel for the first time, kindly make sure you click that subscriber button. Tunataka kufika 1,000 subscribers and beyond. You know, some people are saying, Kaka, we cannot trust you with gospel because you do politics. Who said politicians don't preach? I'm not here to take people heaven. I'm not here to heal the sick. I'm not here to force you into salvation. I'm only here to give hope to the hopeless. I'm only here to give strength to the weak. Mimi siko hapa kukuwekea mikono ati, yo, akoka! No, that's not my work. My work is to give you a Bible story and encourage you from that Bible story. In one way or another, it can change your life. So wale mnasema, I don't know. Anyway, click that subscriber button. And if my story makes you happy, if my story encourages you, kindly share with your friends, share with your family members. That is when we shall preach the gospel. A story is told in the Bible from the book of 2 Kings, chapter number 7. You read as from verse 3. The Bible talks of the 4 men who are suffering from leprosy in Samaria. And the culture of those people, najua ni vile siku hizi tulikuwa na corona Kenya. Mtu akiwa na corona anakuwa isolated. Hakuna mtu anamfika karibu. Anawekwa kwa nyumba fulani peke yake. This is exactly what was happening in Samaria. Wakati mtu ako na leprosy, ukoma in Swahili, huyo mtu anapelekwa nje ya lango, nje ya gates, anatupwa pale, anakaa pale bila hata kupewa chakula. And if there was need for food, anapewa yale mabaki kama ya umbwa. So these 4 men were going through that situation. Walikuwa wanaugua leprosy. Unajua leprosy kitambo ilikuwa inakata vidole alafu unabaki tu na hizi tu, ilikuwa inakatakata, unagonjeka kidole, inakatika, inaanguka. So in Samaria there were those 4 men walikuwa wamekaa tu hapo nje ya gate katika mji wa Samaria. Na the Bible says there was hunger. Kulikuwa na njaa kubwa sana. Na walikuwa imefikia wakati mpaka wamejitoa uhai kwamba whatever happens, either wakufe ama whatever happens, that is it. They had given up in life. Kwa wamesema, sasa sisi tumetengwa, what we can do sasa ni kukufa tu. Na hapa nje kwa lango walikuwa wamefungiwa. Kule ndani pia kulikuwa na mji. Na huo mji ulikuwa fenced na hakuna mtu ambaye angeingia ndani apart from going through the gate. Na going through the gate kulikuwa na sheria. Kama wewe ni mtu ambaye umeua from leprosy, unauliwa. Because people never wanted to associate with people with leprosy kwa sababu it could be transmitted either through touching or kufika mtu karibu. So watu wako wanataka, they never wanted. Wakikuona ni kukuua from a distance na wanakuzika kwa sababu umekuja kuwaletea ugonjwa. And by that time, leprosy did not have any cure. It was a deadly disease as by the people from Samaria. So ukipata huo ugonjwa, wewe unaenda, unapelekwa mahali isolation center, unarushwa pale and you die. So wakati njaa ilikuja nyingi, wakasema there are 2 options. Is either we sit here and die or we force our way into this gate. Tuone kama tutapata chakula. Na kama watatuua, so be it. So pale ndani, they agreed in one accordance. Kasema ndio, Kenya tunafanya now, let's go. Wakakata kauli wakasema, sasa tumejitoa muhanga. Tumekaa hapa imetosha. Tumejitoa muhanga, let's go inside. Wakaenda. Walipofika ndani, Biblia inasema, ukisoma kuanzia verse 3 kuelekea chini, 2 Kings chapter 7 verse 3, ukiteremka kwenda chini, the Bible says, walipofungua lango na kuingia, wale watu walikuwa pale ndani, Mungu akawafanya wakaanza kusikia sauti za mafarasi
na wapiga vita wakubwa. That's what the Bible says. The four of them just entered, and immediately they entered, God met those people inside the compound. They started experiencing a trembling voice of chariots. Wakafikiria kwamba tumekuja kuuliwa. Biblia inasema wakaanza mbio, wakatoroka. Walipotoroka, Biblia inaniambia kwamba hawa watu wanne ambao walikuwa na leprosy wakapata uhuru wa kuanza kusaka vyakula. Biblia inasema wakaingia kwa tent, wakapata chakula, wakala, wakashiba. Wakatembea kwa tent nyingine tena, wakapata tena, wakakula, wakashiba. They were even scared of themselves. Wale wengine walikuwa, they had already left. Few wameenda, wameogopa wanauliwa, they flew. That's a gentleman. The Bible even tells me that walipoendelea kufanya msako pale ndani, they came across gold and expensive things bayo wangeuza wapate mali nyingi, lakini wakaogopa mpaka wakasema wao kwa wenyewe kwamba hey, ndugu, hapana. Sasa Kenya tutafanya, tutatoka hapa tuende tupige ripoti kwa mdosi, kwa mkuu wa majeshi kwamba watu wametoroka, tuende tupige ripoti. What am I trying to say, ladies and gentlemen? You know, we fail because we are too much comfortable in our current situations. Yani mtu ako comfortable tu na maisha na hata hataki kusonga. He doesn't want to make a step. I want to ask you a question. What if these four guys decided, kwa nini tutawacha tukae hapa tukufa? They could have died in fact. Wangekufa. Wangeamua kwamba ndio, wangeogopa wasema huko ndani tutauliwa, acha tu tukae hapa. Wangekufa. Lakini wakajitia moyo, wakasema we must break camp from this place. We move in. If they kill us, so be it. The people who have been successful in this life are risk takers. Risk takers in business, risk takers in life, risk takers in office, risk takers in investment. These are the people who have always succeeded in life. Ladies and gentlemen. Najua kuna mtu ako na kaduka ka nguo 3 na amefanya savings ya pesa fulani na ameogopa kwenda kuleta stock. Anasema nikileta bwana nisipouza, uoga. Kuna mtu ameogopa kuoa, anasema bibi is expensive. Ameogopa. Bibi. Kutengeneza nywele, hapana. Kulinda mtoto, kununua chakula, hapana. Ameogopa. Na unaendelea kuzeeka tu. Kuna msichana ameogopa kuolewa. Yaani yeye ako comfortable na nyumbani kwao, kitu anataka ni kunawa vizuri, avae ka mini skirt vizuri, aanze kutembea na avae tu heels. Aanze kuslay. Ako tu comfortable hapo. Anasema kuolewa, kwenda kulala na mwanaume mpaka asubuhi, hapana. Sio mimi. Ati kwenda kukuwa pregnant, ni bebe tumbo, hapana. Acha ikae. Ameogopa. Amefika 30, anaelekea 35. Actually karibu kufika 40 na ako nyumbani kwao. Ameogopa ndoa. Risk takers. Kuna mtu amefanya savings ya 10,000, ako nazo kwa mfuko, anatembea nazo, huu ni mwaka mmoja. Ako nazo tu kwa mfuko. Utaki enda kununua mbuzi, utaki hata kwenda kununua kuku, uzalishe, umeogopa pesa yako itapotea. You will die poor, my friend. Utakufa maskini. Najua kuna watu wameajiriwa kazi, anakula mshahara shilingi 5,000. Umeogopa kuresign uende kutafuta kazi nyingine. Umeogopa, utakufa na hiyo shilingi 5,000. You will die poor. Utakufa maskini. Mimi mwenyewe niko hapa, I resigned from mimi niliwacha kazi National Media House, kakuja kuanzisha YouTube channel yangu. Nilisema kama ni njaa nitalala, but that is where God has called me to. Nikakuja. I started from scratch. I now own companies. Tuko na studios ziko hapa kubwa. Studios ziko, makamera ziko hapa, kila kitu, my lights, everything is here. From scratch, I took a risk.
I left a national media just to walk down nikamwambia imetosha. Slavery imetosha. I must go and start my own. That is where we are. Risk takers in life. Mtu anasumbuliwa kazi, unasumbuka katika hiyo kazi. Risk takers, my friend. Hawa watu wakasema hata kama tutauliwa twende, let's go, kwani iko nini? Tukiuliwa sawa. Na walipoenda pale wakakutana, walikula na afya yao, nadhani ikarudi normal. Wewe unakufa kwa sababu umeshindwa kutake risk. Uko kwa nyumba ka single room na utaki kuhama uende nyumba kubwa, wewe utakufa maskini ndugu yangu. Jitoe muhanga. Give a risk. Risk takers always survive. And you can never learn if you can't fail. We learn from our mistakes. Ukileta biashara inaanguka, you learn from that mistake. Yeah, invest. Wacha kukaa nyumbani. Risk. Wanaume, wacha kukaa kwa nyumba, toka nje kama wanaume wengine. Risk, tafuta pesa ndugu. Don't just stay mahali huko wewe ndio umekaa. Asubuhi unaamuka, unarudi mahali ulikuwa. Mwaka nenda, miaka rudi uko tu pale, you are stagnant, don't want to move because of fear. Fear is the beginning of failure. Kama unaogopa, utakufa. Kuna watu wameogopa kuanzia biashara kwa sababu ako na kazi analipwa shilingi 10,000. Wameogopa kuanzia biashara, sema kazi nikiwacha nikienda biashara zitakufa. Wameogopa na utakufa maskini. Risk takers. Just go and ask people who own mansions. Enda uulize watu wako na makampuni kubwa. Enda uulize watu wako na biashara nzito Kenya hii. Watu wako na mamilioni. Watu wanaendesha magari mazito. They are risk takers. You can never succeed if you can't risk. They risked. Wakasema we have to go. And God made a way. Wangesema hatuendi, wangekufa na kuzikwa na ugonjwa ya leprosy. Na njaa ingewamaliza. Akasema we have to break this gate. Tuingie ndani hata kama ni ngumu aje. Maisha imekukalia ngumu kwa sababu you don't want to break camp from where you are. Hutaki kusonga. You don't want to face a challenge. Mekaa tu nde. You are comfortable. Uko comfortable tu. Kuna biashara ya viatu mbili. No, uko tu comfortable tu. Unasema mimi niko sawa. I'm just okay. Utaki kufikiria, utaki kufungua macho. Uko tu sawa. You know, William Ruto is a risk taker. Risks. Hata wacha tufanye hii tukutane nayo mbele. Ladies and gentlemen, I'm here to give you hope using a Bible verse. I'm here to give you strength. I know there are people watching right now. Na uko pale. Unasema hii maisha, guy. Nijitoe ama nifanye nini? Yani you are stressed. Hata umefikiria kukunywa dawa, hata umefikiria kujitoa. Unataka kujiweka kitanzi. Na si kujiweka, unataka kujitia kitanzi. Ndugu yangu, there is still hope. Break camp, toka umali, toka nyumbani, enda anza kuhawk town. Tafuta pesa ndugu yangu. Wacha kukufa reserve huko ndani ati hauna pesa. Tafuta shilingi 200, enda nunua road pop 5, anza kuuza. Uza moja shilingi 6. Anzia hapo. Start. Toka ushago, tafuta shilingi 10, enda town. Start from there. Anza. And that is how life starts. Huwezi anza kupanda mti kutoka juu, unapanda kutoka chini ukielekea juu. Huwezi kujenga nyumba kutoka juu kuja chini, unaanzia chini kwa msingi alafu unapanda. Mtu hawezi kuwa miaka 100 alafu ndio tena aanze kurudi kuanza mwaka mmoja. No, anaanza 0 years, anagrow anaifika 100 years. That is it. Na Mungu awabariki na awape nguvu. May God grant you hope. May God give you strength. I know you are crying by watching this video, but may God remember you in your worst situation. Santeni sana.